Naam, leo tungependa kuzungumzia elimu kidogo kuhusu uwekezaji, tips au vidokezo mbalimbali kuhusu uwekezaji. Uwekezaji lengo kubwa ni kufanya fedha zako zikufanyie kazi kwa muda mrefu kupitia mkakati unaoeleweka au unaoamini unaweza kuufuata bila kuingiwa na hofu kila soko linapobadilika. Miongoni mwa tips au vidokezo muhimu kuhusu uwekezaji, ya kwanza ni jenga msingi imara kabla ya kuwekeza kwa kiwango kikubwa. Uwekezaji hufanya kazi vizuri zaidi pale ambapo hali yako ya kifedha tayari ni imara. Ikiwa bado una madeni yenye riba kubwa, una mfuko wa dharura, hauna udhibiti wa matumizi yako ya mwezi, mpango wa uwekezaji utakuwa dhaifu. Mpangilio mzuri ni huu: fahamu mapato na matumizi yako, tengeneza mfuko wa dharura, punguza madeni yenye riba kubwa, kisha ongeza uwekezaji. Hii hukulinda dhidi ya kulazimika kuuza uwekezaji wako wakati usiofaa kwa sababu ya dharura ambayo ingeweza kujiandaa mapema. Kidokezo cha pili ni jua sababu ya kuwekeza. Watu wengi hufanya maamuzi mabaya wanapowekeza bila ya kuwa na lengo lako ndio linaamua mkakati wako. Kwa mfano, kuwekeza akiba kwa ajili ya kununua nyumba ndani ya miaka 3 ni tofauti kabisa na kujenga utajiri wa kustaafu baada ya miaka 30. Kabla ya kuchagua aina ya uwekezaji, jiulize, unataka kufikia lengo baada ya muda gani? Unahitaji kuweka kiasi gani? Unaweza kuvumilia mabadiliko ya thamani ya uwekezaji kwa kiwango gani? Fedha utakazohitaji hivi karibuni hazipaswi kuwekwa katika mkakati sawa na fedha zinazokusaidia kwa miongo mingi au kwa muda mrefu. Jambo la tatu ni hatari si kupoteza fedha pekee. Wanaoanza uwekezaji hudhani hatari ni kushuka kwa bei za uwekezaji pekee, lakini hatari ni pana zaidi. Inajumuisha pia kuwekeza kwenye kitu usichokielewa, kuwekeza fedha unazozihitaji kwa muda mfupi ujao, kuwekeza fedha zako zote sehemu moja, kufanya matumizi kwa hisia kila bei zinapobadilika. Baada ya kuuliza nitapata faida kiasi gani, jiulize pia ni kiwango gani cha kutokuwa na uhakika ninaweza kuvumilia bila kufanya maamuzi yatakayoniathiri vibaya. Jambo jingine ni urahisi mara nyingi hushinda ugumu. Bidhaa au uwekezaji wenye ugumu mkubwa unaweza kuonekana kisasa, lakini mara nyingi wawekezaji wengi hufanya vizuri zaidi kwa kutumia mikakati rahisi yenye mgawanyiko wa hatari na muda mrefu kuliko kubadilisha uwekezaji mara kwa mara au kubahatisha ikiwa hujui jinsi ya uwekezaji huo. Ikiwa hujui jinsi ya uwekezaji huo unavyopata faida, hatari zinatokea wapi, kwa nini unafaa kwa malengo yako, basi huenda bado si wakati sahihi wa kuwekeza huko. Mkakati ulio wazi una nguvu kuliko kuchanganyikiwa kutafuta mbinu ngumu. Jambo jingine, kusambaza uwekezaji hupunguza pia mzigo hisia. Kusambaza uwekezaji katika maeneo tofauti si kanuni ya kifedha tu, bali pia ni kinga ya kihisia. Fedha zako zikiwa kwenye kampuni moja, sekta moja au uwezo mmoja, kila mabadiliko ya soko yataonekana kama janga. Kusambaza hatari au kusaidia kufikiri kwa utulivu na kupunguza uwezekano wa kosa moja kuharibu maendeleo yako yote. Jambo jingine, kukaa sokoni kwa muda mrefu mara nyingi ni muhimu kuliko kusubiri muda mkamilifu. Kukaa sokoni muda mrefu ni muhimu kuliko kusubiri muda mkamilifu. Watu wengi husubiri kwa muda mrefu wakihitaji wakati unaofaa kabisa kuanza kuwekeza. Kwa vitendo,
Kuwekeza mara kwa mara kwa nidhamu kwa muda mrefu huwa na matokeo bora kuliko kujaribu kutabiri kila kupanda au kushuka kwa soko. Udhibiti huwazidi uwezo wa kutabiri kwa watu wengi. Kuchangia fedha mara kwa mara hufanya uwekezaji kuwa tabia nzuri baada ya tukio la kutegemea bahati. Jambo jingine, linda faida zako. Ada kubwa, kodi, hufanya biashara za mara kwa mara bila sababu, kufanya maamuzi kwa hisia na kuchagua uwekezaji usiofaa vinaweza kupunguza faida zako pole pole bila kugundua. Uwekezaji mzuri hauhusiani tu na unachonunua, bali pia ni mambo unayoepuka. Jambo la mwisho, tunaweza kuangalia makosa ambayo ya kawaida yanatokea wakati wa uwekezaji. Ya kwanza ni kuwekeza fedha zinazopaswa kubaki kwenye mfuko wa dharura. Nyingine ni kufuata mtindo usioeleweka. Kosa jingine ni kununua kwa sababu wengine wanaonekana kujiamini. Kosa jingine ni kuangalia bei kila wakati na kufanya maamuzi kwa hisia. Kosa jingine ni kutarajia utajiri haraka kutoka kwenye uwekezaji. Nyingine kabisa ni kuweka fedha zote kwenye wazo moja. Mpango rahisi wa kuanza kuwekeza: weka lengo moja la wazi la uwekezaji. Chagua muda wa kufikia hilo lengo. Hakikisha mfuko wa dharura uko imara. Jambo jingine, chagua mkakati rahisi unaoweza kutekeleza kwa njia rahisi. Weka utaratibu wa kuwekeza kiasi fulani mara kwa mara ikiwa inawezekana. Jambo jingine, pitia maendeleo yako mara chache kwa utulivu, si kila siku kwa wasiwasi. Mpango bora wa uwekezaji ni ule unaolingana na maisha yako, malengo yako na uwezo wako wa kubaki kwa utulivu.